Katika mwaka huu wa 2026 teknolojia ya akili mnemba yani AI imepiga hatua kubwa sana, lakini bado kuna alama za kipekee zinazotofautisha video na sauti za AI. Ukiangalia sauti ya mwanadamu na sauti zile zinazotolewa na AI utagundua tu tofauti. Siku ya leo nakuletea tu baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia ili kuweza kutofautisha kati ya video ya AI pamoja na video halisi. Maana AI ilikofikia sasa ina uwezo wa kutoa video ukaiona kama ni halisi. Tofauti ya kwanza ambayo unaweza ukaiona katika video ya AI, mabadiliko yasiyo ya kawaida. Tunaweza tukasema inconsistency. Unaweza kuona kitu kinabadilika umbo ghafla. Mkono ulikuwa uko juu, mara unashangaa umebadilika yani ghafla. Yani kuna ile namna mabadiliko yanatokea ambayo sio ya kawaida kama tunavyozoea. Mfano vidole vya mkono vinaweza kuonekana wakati mwingine viko sita, lakini hata mabadiliko ya yeye pia anayeongea, yaani unaona macho yanavyobadilika, unaona vitu vya tofauti. Kwa hiyo tofauti nyingine ambayo tunaweza tukaiona ni kwenye macho na mtazamo. Macho ya binadamu huwa na miondoko midogo sana ya asili na huaksi mwanga kwa namna fulani, lakini mara nyingi macho ya AI huonekana kama yamekufa hivi, na huwa mara nyingi unakuta yameangalia upande mmoja, yakihama yanahama upande mwingine, na mara nyingi sana utaangalia namna tu position ya macho yalivyo. Kwa hiyo lazima uone huo utofauti. Lakini pia kuna jambo ambalo AI mpaka sasa naona bado hawajalifikia vizuri, ni nywele. Nywele tunategemea tuzione ikiwa zimesimama au zimechanwa, zimefanya nini, miondoko ile, kama kuna upepo tuone basi nywele hizo kuna movement fulani hivi za natural tunazifahamu. Lakini AI vitu kama hivyo vidogo vidogo, unaona ya kwamba kama ni nywele zimeshikamana zote, kwa hata kama ni upepo na nini inakuwa inasafiri kama object moja. Lakini tukiangalia katika upande wa sauti, napo pia tunaweza tukaona utofauti. Tunafahamu ya kwamba mtu anapoongea kiuhalisia, pumzi na mapumziko hutegemea hisia au urefu wa sentensi. Lakini wakati mwingine AI inaweza ikaongea sentensi ndefu na bila kuhitaji pumzi, au inaweka sauti unaona kabisa hii pumzi ilipowekwa hapa mbona sio sahihi. Yani kuna neno unaona kabisa halijaongewa na mtu, yani pumzi imekata kabla, unaona kabisa sentensi mbona haijakamilika. Kwa hiyo kuna hivyo vitu. Lakini pia lafudhi na mkazo, tunategemea ya kwamba mtu anapoongea we are not that perfect kuongea lafudhi. Kwa mfano kama ni Kiswahili fasaha all the time, huo ni uongo. Kwa hiyo unakuta kuna yale maneno yanaongewa, unaona kabisa hii ni misamiati kabisa ya Kiswahili cha ndani, hata kama tunasoma, lakini unaona kuna namna utofauti. Lakini pia mkazo wa maneno, AI bado inaendelea kujitahidi, inataka kufikia hizo level, lakini kuna utofauti. Kuna ile mtu anaongea kabisa, unaona huyu mtu kweli ana huzuni, huyu mtu ana furaha ya dhati, huyu mtu ana maumivu kweli kweli. Lakini AI hivyo vitu vyote haijafanikiwa sana. Kwa hiyo ukiangalia tu ile video unaona kabisa huo utofauti. Lakini pia unaweza ukakuta AI inatoa sauti ya furaha, lakini yenyewe inaonekana haina ile vionjo, yani ni sauti inayoongelewa, ni kitu kinafurahisha, ni kitu kinafanya nini, lakini aliyeongea yuko serious, yani yuko tofauti na hisia za kile anachokiongea. Lakini jambo la mwisho kwa siku ya leo la kutambua utofauti wa hizi video ni matamshi na majina ya lugha za mtaani. AI mara nyingi haizifahamu, yani kuna zile lugha ambazo bado hazijafika kwa AI. Kwa hiyo ukimwambia kuandikia script, ukiingiza video yako, maneno mengi atakayoongea, ukimwekea yale ya mtaani, namna atakavyoyataja sio kama vile ambavyo sisi tumeyazoea. Tunayafahamu yale lugha za mtaani, zile tunazifahamu. Sisi hatutumiagi sarufi rasmi, tunasema yani hatutumiagi ile lugha kamili kabisa ambayo iko perfect. Kwa hiyo hayo ni machache, tutaendelea kujuzana. Tambua tupo katika kuhakikisha kila mtu anapata ujuzi na kufahamu utofauti wa haya mambo, maana
dunia inakoelekea, tunahitaji wataalamu wa haya mambo, lakini pia tunahitaji sisi kuwa wataalamu kuyafahamu na kuyaelewa, ili usije ukadanganyika, usije ukatapeliwa. Ukaona kabisa mbona huyu mtu kama kweli namfahamu, mbona hiki chanzo ninakiamini. Ukiangalia hii video ambayo tumetumia mfano, ukiangalia hapo imetolewa kama na TBC. Kwa hiyo unaona kabisa tayari ni kampuni ambayo iko trusted, yani unaiamini. Lakini pia ukiangalia wanavyozungumza, wameonyesha kabisa interaction. Tumemtuma mwakilishi wetu, tumemtuma mwanahabari wetu, ameenda ameuliza, na unaona kabisa watu wanaonyeshwa kabisa wakiwa wana accept kwamba hicho kitu na wao wameweza kukifanya. Lakini ukizingatia ukafuatilia, hayo yote ni ya kubuni. Kwa hiyo tujitahidi sana, sio kila kitu ni cha kuamini. Kaa, tafakari na ufanye. Halafu kingine, kwa nini utake hela za ghafla? We need to be very careful. Tunatakiwa kuwa makini sana. Dunia ilikofika, bila kuwa na ujuzi wa haya mambo, unaweza ukajikuta unaingizwa mkenge. Niwakaribishe tena katika content za namna hii. Tunaendelea kuangalia video za AI na kuangalia cyber awareness katika dunia tulionayo kwa namna ya kawaida kabisa, kwa vitu ambavyo havihitaji mpaka uwe na professional, yani kwa uelewa tu wa kuzaliwa unaelewa ya mambo. Asanteni sana.